Kitabu cha Luka sura ya 12. Neno la Mungu linasema, wakati huo makutano walipokutanika elfu hata wakakanyagana, alianza kuwaambia wanafunzi wake kwanza, jilindeni na chachu ya Mafarisayo ambayo ni unafiki. Lakini hakuna neno lililositirika ambalo halitafunuliwa, wala lililofichwa ambalo halitajulikana. Basi yoyote mliosema gizani yatasikiwa mwangani, na mlionena sikioni mwa mtu katika vyumba vya ndani yatahubiriwa juu ya dari. Nami nawaambia ninyi rafiki zangu, msiwaogope hao wauao mwili, kisha baada ya hayo hawana wawezalo kutenda zaidi. Lakini nitawaonya mtakayemwogopa. Muogopeni yule ambaye akiisha kumuua mtu ana uweza wa kumtupa katika jehanamu. Naam, nawaambia muogopeni huyo. Je, mashomoro 5 hawauzwi kwa senti 2, wala hasauliwi hata mmojawapo mbele za Mungu? Lakini hata nywele za vichwa vyenu zimehesabiwa zote. Msiogope basi, bora ninyi kuliko mashomoro wengi. Nami nawaambia, kila atakayenikiri mbele ya watu, Mwana wa Adamu naye atamkiri yeye mbele ya malaika wa Mungu. Na mwenye kunikana mbele ya watu, huyo atakanwa mbele ya malaika wa Mungu. Na kila mtu atakayenena neno juu ya Mwana wa Adamu atasamehewa, bali aliyemkufuru Roho Mtakatifu hatasamehewa. Na watakapowapeleka ninyi mbele ya masinagogi na maliwali na wenye mamlaka, msifadhaike kwa kuwaza maneno yenu jinsi mtakavyojibu au kusema, kwa kuwa Roho Mtakatifu atawafundisha saa ile ile ya wapasayo kuyasema. Mtu mmoja katika mkutano akamwambia, Mwalimu, mwambie ndugu yangu anigawie urithi wetu. Akamwambia, mtu wewe, ni nani aliyeniweka mimi kuwa mwamuzi au mgawanyi juu yenu? Akawaambia, angalieni, jilindeni na choyo, maana uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu vyake alivyo navyo. Akawaambia mithali akisema, shamba la mtu mmoja tajiri lilikuwa limezaa sana. Akaanza kuwaza moyoni mwake akisema, nifanyeje? Maana sina pa kuyaweka akiba mavuno yangu. Akasema, nitafanya hivi, nitazivunja ghala zangu, nijenge nyingine kubwa zaidi, na humo nitaweka nafaka yangu yote na vitu vyangu. Kisha nitajiambia, nafsi yangu, una vitu vyema vingi ulivyojiwekea akiba kwa miaka mingi. Pumzika basi, ule, unywe, ufurahi. Lakini Mungu akamwambia, mpumbavu wewe, usiku huu wa leo wanataka roho yako, na vitu ulivyojiwekea tayari vitakuwa vya nani? Ndivyo alivyo mtu ajiwekeaye nafsi yake akiba, asijitajirishe kwa Mungu. Akawaambia wanafunzi wake, kwa sababu hiyo nawaambia, msisumbukie maisha yenu, mtakula nini, wala miili yenu mtavaa nini. Kwa kuwa maisha ni zaidi ya chakula, na mwili ni zaidi ya mavazi. Watafakarini kunguru, ya kwamba hawapandi wala hawavuni, hawana ghala wala uchaga, na Mungu huwalisha. Bora ninyi mara nyingi kuliko ndege. Na yupi kwenu ambaye akijisumbua aweza kujiongeza kimo chake hata mkono mmoja? Basi ikiwa hamwezi hata neno lililo dogo, kwa nini kujisumbua kwa ajili ya yale mengine? Yatafakarini maua jinsi yameavyo, hayatendi kazi wala hayasokoti. Nami nawaambia ya kwamba hata Suleman katika fahari yake yote hakuvikwa vizuri kama mojawapo la hayo. Basi ikiwa Mungu huvika hivi majani ya kondeni, yaliyopo leo na kesho hutupwa karibuni, je, hata watendea ninyi zaidi, enyi wa imani haba? Ninyi msitafute mtakavyokula wala mtakavyokunywa, wala msifanye wasiwasi, kwa maana hayo yote ndiyo watafutayo mataifa ya duniani. Lakini Baba yenu anajua ya kuwa mna haja na hayo. Bali utafuteni ufalme wa Mungu, na hayo mtaongezewa. Msiogope, enyi kundi dogo, kwa kuwa Baba yenu ameona vema kuwapa ule ufalme. Viuzeni mlivyo navyo, mtoe sadaka. Jifanyieni mifuko isiyochakaa, akiba isiyopungua katika mbingu, mahali pasipokaribia mwivi, wala nondo haharibu. Kwa kuwa hazina yenu ilipo, ndipo itakapokuwapo na mioyo yenu. Viuno vyenu na viwe vimefungwa, na taa zenu ziwe zinawaka. Nanyi iweni kama watu wanaomngojea bwana wao atakaporudi kutoka harusini, ili atakapokuja na kubisha wamfungulie mara. Heri watumwa wale ambao bwana wao ajapo atawakuta wanakesha. Amin, nawaambieni, atajifunga na kuwakaribisha chakulani, atakuja na kuwahudumia.
Na akija zamu ya pili au akija zamu ya tatu na kuwakuta hivi, heri watumwa hao. Lakini fahamuni neno hili, kwamba mwenye nyumba angalijua saa atakayokuja mwivi, angalikesha, wala asingaliacha nyumba yake kuvunjwa. Nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa saa msiodhani ndipo ajapo Mwana wa Adamu. Petro akamwambia, Bwana, mithali hiyo umetuambia sisi tu, au watu wote pia? Bwana akasema, ni nani basi aliye wakili mwaminifu mwenye busara, ambaye bwana wake atamweka juu ya utumishi wake wote, awape watu posho kwa wakati wake? Heri mtumwa yule ambaye bwana wake ajapo atamkuta anafanya hivyo. Kweli nawaambia, atamweka juu ya vitu vyake vyote. Lakini mtumwa yule akisema moyoni mwake, bwana wangu anakawia kuja, akaanza kuwapiga wajoli wake wanaume kwa wanawake, akila na kunywa na kulewa, bwana wake mtumwa huyo atakuja siku asiyodhani na saa asiyojua, atamkata vipande viwili na kumwekea fungu lake pamoja na wasioamini. Na mtumwa yule aliyejua mapenzi ya bwana wake asijiweke tayari wala kuyatenda mapenzi yake, atapigwa sana. Na yule asiyejua naye amefanya yastahilio mapigo, atapigwa kidogo. Na kila aliyepewa vingi, kwake huyo vitatakiwa vingi, naye waliyemwekea amana vitu vingi, kwake huyo watataka na zaidi. Nimekuja kutupa moto duniani, na ukiwa umekwisha washwa, ni nini nitakalo zaidi? Lakini nina ubatizo nipasao kubatiziwa, nami nina dhiki kama nini hata utimizwe. Je, mwadhani ya kwamba nimekuja kuleta amani duniani? Nawaambia la sivyo, bali mafarakano. Kwa kuwa tokea sasa katika nyumba moja watakuwapo watu 5 wamefarakana, 3 kwa 2, 2 kwa 3. Watafarakana baba na mwanawe, na mwana na babaye, mama na binti yake, na binti na mamaye, mkwe mtu na mkwewe, mkwe na mkwe mtu. Akawaambia makutano pia, kila muonapo wingu likizuka pande za magharibi, mara husema, mvua inakuja. Ikawa hivyo. Na kila ivumapo kaskazi husema, kutakuwa na joto, na ndivyo ilivyo. Enyi wanafiki, mwajua kuutambua uso wa nchi na mbingu. Imekuwaje basi kuwa hamjui kutambua majira haya? Na mbona ninyi wenyewe kwa nafsi zenu hamwamui yaliyo haki? Maana unapofuatana na mshtaki wako kwenda kwa mwamuzi, hapo njiani fanya bidii kupatanishwa naye, asije akakuburuta mpaka mbele ya kadhi, yule kadhi akakutia mikononi mwake mwenye kulipiza, na yule mwenye kulipiza akakutupa gerezani. Nakwambia, utoki humo kamwe, hata uishe kulipa senti ya mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Luka sura ya 12, tunaenda kufanya maombi ya toba kwa dhambi za siri. Lengo la maombi haya ni kufungua njia katika ulimwengu wa roho, ili maombi yako yaweze kujibiwa. Dhambi ni kikwazo cha kujibiwa maombi. Kuna mambo tunatamani kuona Mungu anafanya kwenye maisha yetu, lakini dhambi inaweza kusimama kama kikwazo cha kutuzuia tusipokee msaada wa Mungu. Ni rahisi kutubu kwa dhambi zinazojulikana. Ni rahisi kutubu kwa makosa ambayo kila mtu anayafahamu. Lakini yapo mambo ya sirini ambayo shetani anayatumia kutushtaki mbele za Bwana katika ulimwengu wa roho na kutufanya tupoteze uhalali wa kisheria wa kusaidiwa na Mungu. Sasa ukisoma kitabu cha Luka sura ya 12 mstari wa 2, Yesu anasema, lakini hakuna neno lililositirika ambalo halitafunuliwa, wala lililofichwa ambalo halitajulikana. Maana yake ni kwamba yapo mambo tunayofanya, tunayowaza, ambayo watu wanaweza wasiyajue, lakini Mungu aonaye sirini anayaona, na shetani anayatumia kutuwekea kikwazo katika ulimwengu wa roho, kwa namna ambayo hata kama tukiomba Mungu hawezi kusikia. Sasa ngoja tusogee mbele kidogo. Nini maana ya dhambi ya siri? Nataka nikupe tafsiri nyepesi za kukusaidia kuelewa, alafu tuingie katika maombi, na Mungu Roho Mtakatifu akupake mafuta ya kupokea. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tafsiri ya kwanza, dhambi ya siri ni dhambi unayofanya kwa kujificha, na mara nyingi unaifanya pale ambapo hakuna mtu anaona. Kwa mfano, uzinzi ni dhambi ya siri, wizi ni dhambi ya siri. Jambo lolote linalofanyika kwa kujificha ni dhambi ya siri ambayo
inatumika kufunga milango katika ulimwengu wa roho. Unanisikiliza? Tafsiri ya pili, dhambi ya siri ni dhambi unayofanya kwa mawazo. Hakuna mtu anayeweza kujua wewe unawaza nini ukiwa peke yako. Hakuna mtu anayeweza kujua unawaza nini ukiwa na hasira. Hiyo ni dhambi ya siri na inafunga milango ya kujibiwa maombi katika ulimwengu wa roho. Na ndio maana ukisoma kitabu cha Zaburi sura ya 66 mstari wa 18, neno la Mungu linasema, kama ningaliwaza maovu moyoni mwangu, Bwana asingesikia. Kwa hiyo kuna maombi ya watu yamezuiliwa kwa sababu ya mawazo ya mioyo yao. Unisikilize mpendwa, mchungaji wako hajui moyo wako unawaza nini. Rafiki zako hawajui moyo wako unawaza nini. Ni Mungu tu. Lakini ili huyu Mungu akusaidie, ni lazima kwenda mbele zake kwa toba. Na ndiyo maombi tunayoenda kuyafanya siku ya leo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tafsiri ya tatu, dhambi ya siri ni dhambi ya kurithi iliyofanywa na watu waliokutangulia, lakini hawakuitubia. Na hapa nataka unisikilize nikufafanulie ili uweze kuelewa. Hapa kitakachokuwa kinaleta shida kwenye maisha yako ni yale madhara ya kiroho yaliyotokana na dhambi waliofanya. Sasa kwa nini iitwe dhambi ya siri? Inaitwa dhambi ya siri kwa sababu wewe kama wewe hujui babu zako walifanya nini mpaka roho ya magonjwa ikaanza kufuatilia vizazi vyao. Wewe kama wewe hujui walifanyaga nini mpaka roho ya mauti ikaanza kufuatilia vizazi vyao. Hujui kilifanyika nini mpaka kilichowatesa wao kimeanza kukufuatilia na wewe. Hiyo ni dhambi ya siri ambayo inatakiwa kushughulikiwa kwa toba. Bila kufanya hivyo, yale madhara ya kiroho yataendelea kutokea. Kama ni magonjwa, yataendelea kutesa watu. Kama ni umaskini, utaendelea kutesa watu. Kama ni vifo, vitaendelea kuua watu kwenye familia. Na nitakuongoza namna ya kufanya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Umenielewa? Sasa kama umenielewa, ninaomba ufunike macho yako, alafu anza kutafakari. Ni dhambi gani ya siri unajua inatumika kuzuia maombi yako? Ninakuuliza hili swali kwa sababu nataka uwe muwazi kwa nafsi yako. Unisikilize. Haya si maombi ya kijumla. Haya ni maombi binafsi. Mungu anataka kufanya jambo kwako wewe kama wewe. Ni dhambi gani ya siri unajua inakukwamisha? Inawezekana shetani anatumia sana mawazo yako. Huko nje kila mtu akikuona haoni tatizo lolote, lakini kuna mawazo mabaya yanakutawala kiasi ambacho yametumika kukuzuilia maombi yako mbele za Bwana. Ukiwa peke yako, unawaza nini? Ukiwa na hasira huwa unawaza nini? Unaweza usimwambie mtu, lakini wewe unajua aina ya mawazo yanayotawala moyoni mwako. Inawezekana dhambi ya siri inayokuzuilia maombi yako ni matendo machafu unayofanya ukiwa peke yako. Huku nje kila mtu anakuona mtakatifu. Huku nje kila mtu anakuona umeokoka. Lakini kwa kweli, kuna matendo machafu unafanya ukiwa peke yako. Ukishamaliza kufanya, ndipo unaanza kujisikia kuhukumiwa. Unisikilize. Ujumbe huu unakuja kwako siku ya leo ili upate msaada. Ni dhambi gani ya siri inazuia maombi yako? Ni kwa nini ukiomba maombi yako hayana mpenyo? Inawezekana kuna siri kubwa ya kiroho kwenye familia unayotoka. Inawezekana kuna siri kubwa ya kiroho kwenye ukoo uliotoka. Kuna dhambi ya siri ilifanyika na roho za miungu zikapata nafasi ya kufuatilia uzao. Kila ukijaribu kuuliza kwa wakubwa kwenye familia, hakuna anayekwambia ukweli. Lakini si kama hawajui, wanajua kilichofanyika. Lakini hata wao wanaogopa kuweka wazi. Kwa hiyo imebaki kuwa siri ya vizazi na vizazi. Watu wanateseka, hakuna anayejua ni kwa nini. Watu wanakufa, hakuna anayejua ni kwa nini. Watu wanaugua magonjwa ya kurithi yasiyo na tiba, lakini hakuna anayejua ni kwa nini. Wale wazee wenye taarifa wanakufa na kuzikwa wakiwa na taarifa zao. Ni dhambi gani ya siri inakukwamisha na kukurudisha nyuma? Tunayo nafasi ya kwenda mbele za Bwana. Hebu leo omba kwa nafasi. Omba kwa kujiachia kwa Bwana. Mwambie Mungu, kwa kweli mimi sijui kwa nini napitia haya, lakini ninalo neno moja tu. Naomba rehema. Naomba toba kwa dhambi yoyote ya siri inayozuia maombi yangu yasipate uhalali. Mungu, ninatubu na ninaomba rehema zako. Hebu siku ya leo omba kwa kumaanisha.
ili kama kuna kizuizi cha maombi, basi Yesu akuondolee. Kama kuna kizuizi cha uovu, Yesu akuondolee na kukupa kibali na neema mbele zake. Hebu kama upo tayari, omba na mimi maombi haya, na uombe kwa kumaanisha. Sema: Mungu uliye hai, ninaomba unihurumie. Mimi ni mwenye dhambi. Ninasogea kwenye kiti chako cha rehema. Sithubutu kujihesabia haki mbele zako, maana nimefanya makosa mengi kwenye maisha yangu. Nimekutenda dhambi nyingi kwenye maisha yangu, lakini siku ya leo ninatubu kwa makosa yangu yote. Ninatubu kwa dhambi zangu zote. Ninatubu kwa maovu yangu yote niliyofanya kwenye maisha yangu. Nafsi yangu inanishuhudia kwa dhambi nilizotenda mbele zako. Moyo wangu unanishuhudia kwamba nimepungukiwa na utukufu wako. Roho yangu inanishuhudia kwamba ninakuhitaji wewe uniokoe. Ee Baba wa rehema, nisaidie nafsi yangu isipotee. Ee Baba wa rehema, niokoe roho yangu nisianguke shimoni. Ninakuita Bwana, ninaomba unihurumie. Ninakuita Bwana, ninaomba uniokoe. Ninaomba unisamehe kwa dhambi za siri zilizojificha ndani yangu. Ninaomba unisamehe kwa mawazo mabaya yaliyojificha ndani yangu. Ninatubu kwa maovu yaliyojificha ndani ya nafsi yangu. Baba wa rehema, ninasogea kwenye madhabahu yako kama nilivyo, maana nimetambua siwezi kujiokoa mwenyewe. Nimetambua siwezi kujisafisha mwenyewe. Tumaini langu naliweka kwako, ninaomba unisaidie. Tumaini langu naliweka kwako, ninaomba unitakase kwa utakatifu wako. Ninaomba uuchunguze moyo wangu na kunisaidia. Ninaomba uuchunguze moyo wangu na kuniokoa. Maana wewe Bwana ndiye uzijuae siri za moyo wangu. Wewe Bwana ndiye ujuae udhaifu wa moyo wangu. Wewe Bwana ndiye ujuae uchungu wa moyo wangu. Wewe Bwana unaujua udanganyifu wa moyo wangu. Ndiyo maana nakukimbilia wewe ili uniokoe. Nimekukimbilia wewe ili unirehemu na kunisamehe. Ninatubu Bwana, ninaomba unisamehe. Ninatubu Bwana, ninaomba unirehemu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Hebu kwa maneno ya kinywa chako, nenda mbele za Mungu kwa toba na rehema. Mwambie Mungu akusamehe kwa dhambi ya siri inayokufuatilia na kukutesa. Kama ni mawazo, mwambie Mungu akusamehe kwa kutenda dhambi kwa mawazo. Kama ni matendo, mwambie Mungu akusamehe kwa kutenda dhambi kwa matendo. Na unapoomba, taja hicho kitu kinachokufanya umtende Mungu dhambi mara kwa mara. Sasa hapa ni wewe kama wewe unatakiwa kusimama mbele za Bwana na kuomba toba. Kwa hiyo endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea. Ukiona nimenyamaza, maana yake nakupa nafasi useme na Mungu wewe kama wewe. Kwa hiyo tumia hiyo nafasi vizuri. Omba toba na rehema kwa Mungu. Endelea kuomba, endelea kuomba. Mwambie Mungu, nisamehe kwa dhambi za siri zinazonifuatilia na kunitesa. Ninaomba uniokoe kwa wingi wa neema yako. Nimeshindwa kujiokoa mimi mwenyewe. Nahitaji msaada wako. Nimeshindwa kuacha hii dhambi inayonitesa. Nahitaji msaada wako. Ninaomba unisamehe pale nilipoweka mazoea ya kutenda dhambi kwa siri, lakini nimetambua ya kwamba kwako hakuna jambo usilolijua, na hakuna mahali ninapoweza kwenda na nikajificha na uso wako. Hata mawazo ya moyo wangu yapo wazi mbele zako. Mungu,
siwezi kujitetea na sina cha kujitetea mbele yako, lakini ninaomba unirehemu mtoto wako. Ninaomba unisamehe kwa mambo yote mabaya niliyoyafanya. Ninaomba unisamehe kwa dhambi zote za siri nilizozifanya. Ninaomba unisamehe mara zote nilipoamua kuufurahisha mwili wangu na kukukasirisha wewe. Ninaomba toba na rehema. Ninaomba toba na rehema. Moyo wangu umefurika majuto kwa maovu ninayoyafanya kwa siri. Nisamehe kwa kuuelekeza moyo wangu kutimiza tamaa zangu mwenyewe. Nisamehe kwa kuichezea neema yako mara kwa mara. Kuna wakati niliifuata dhambi mimi mwenyewe na nikakamatwa na mitego ya Shetani. Kuna wakati sikusikia maonyo ya Roho wako Mtakatifu na nikafanya dhambi kwa kutaka. Ninaomba unirehemu Bwana. Ninaomba unisamehe. Ninaomba usiniondolee neema ya kusamehewa. Ninaomba usiniondolee neema ya kuokolewa. Ninaomba unipe kibali tena. Ninaomba unikubali tena. Ninaomba unipokee tena kama mtoto wako, maana hakika nimepotea na nafsi yangu inavutwa kutumbukia shimoni. Ninaomba unisamehe Bwana. Moyo wangu umezimia kwa hofu ya kupoteza neema yako. Moyo wangu una kiu ya kupata nafasi nyingine ya kutengeneza na wewe. Nisamehe kwa kuficha dhambi zangu mbele yako. Maana ulisema kwenye neno lako kwamba afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali aziungamaye atapata rehema. Ninaomba unisamehe Mungu uliye hai. Ninaomba toba kwako Mungu uliye hai. Ninaomba rehema. Ninaomba rehema. Ninaomba rehema. Ninaomba rehema. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Sema: Mungu uliye hai, ninaomba toba na rehema kwa dhambi zote na makosa yote yanayotumika kuzuia maombi yangu katika ulimwengu wa roho. Ninaomba toba na rehema. Ninaomba unisamehe. Natubu kwa dhambi za kurithi zinazotumika kuzuia maombi yangu katika ulimwengu wa roho. Ninaomba toba na rehema kwa matendo mabaya yaliyofanyika kwenye ukoo wangu, yanayotumika kuniwekea vikwazo katika ulimwengu wa roho. Ninaomba toba Bwana. Ninaomba rehema katika jina la Yesu. Ninatubu kwa dhambi za siri za ukoo wangu zinazotumika kuniwekea vikwazo katika ulimwengu wa roho. Ninatubu kwa ibada za siri zinazofanyika kwenye ukoo wangu, zinazotumika kuzuia maombi yangu katika ulimwengu wa roho. Ninatubu kwa maovu ya siri kwenye familia yangu, ambayo Shetani anayatumia kunishtaki na kuzuia maombi yangu. Mungu uliye hai, katikati ya ghadhabu kumbuka rehema. Kumbuka rehema Bwana, na ukanisaidie siku ya leo. Kumbuka rehema Bwana, na ukaniokoe siku ya leo. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Hebu kwa maneno ya kinywa chako anza kuomba toba na rehema kwa ajili ya ukoo unaotokea na familia unayotokea. Unapoomba, tubu kwa dhambi za siri zinazotumika kuzuia maombi yako katika ulimwengu wa roho. Mwambie Mungu, ninaomba toba na rehema kwa dhambi za siri zinazofanyika kwenye ukoo wangu, zinazotumika kuzuia maombi yangu yasipate kibali mbele zako. Ninatubu kwa maovu ya siri yaliyofanyika kwenye familia yangu, yanayotumika kuzuia maombi yangu yasijibiwe. Ninatubu Bwana, ninaomba unisamehe. Ninatubu Bwana, ninaomba unirehemu. Endelea kuomba, endelea kutubu. Endelea kuomba, endelea kutubu. Na kama unafahamu au uliwahi kusimuliwa, taja hayo maovu kwa kuyatubia. Kumbuka, toba inapofanyika sawasawa, Mungu anaanza kusikia na kujibu maombi. Na ndio maana maandiko yanatuambia kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 7 mstari wa 14, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao.
Kwa hiyo omba toba na rehema, na Mungu ni mwaminifu, anaenda kufanya. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Ukiniona nimenyamaza kimya, maana yake ninakupa nafasi ya kuomba wewe kama wewe, kulingana na aina ya familia uliotoka na kulingana na aina ya ukoo uliotoka. Kwa hiyo usinyamaze, usikae kimya. Tumia hii nafasi vizuri. Omba toba na rehema. Endelea, endelea, endelea. Mungu uliye hai, neno lako linasema kwenye Isaya 59 mstari wa 1 mpaka wa 2 kwamba tazama, mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Baba wa rehema, Baba wa rehema, nasimama kama kuhani kwa ajili ya ukoo wangu. Nasimama kama kuhani kwa ajili ya familia yangu. Ninatubu kwa maovu ya siri yaliyofanyika na wazee wa kimila kwenye ukoo wangu, yaliyotumika kutengeneza hati za mashtaka katika ulimwengu wa roho na kusababisha maombi yangu yasisikike kwenye madhabahu yako. Ninatubu siku ya leo. Ninanyenyekea kwenye kiti chako cha rehema, maana wewe ni Mungu uliyejaa upendo. Wewe ni Mungu uliyejaa rehema. Ninaomba ukumbuke rehema. Ninaomba ukasamehe uovu wote. Ninaomba ukumbuke rehema. Ninaomba ukasamehe dhambi zote. Natubu kwa dhambi za siri zilizofanyika kabla ya kuzaliwa kwangu, zilizotumika kutufungia milango ya kiroho kama wanafamilia. Natubu kwa siri zote zinazofichwa na wazee wa familia yangu. Natubu kwa siri zote zinazofichwa na wazee wa ukoo wangu. Natubu kwa mambo yote nisiyoyafahamu ambayo yalifanyika na yakatumika kutufuatilia kama wanafamilia. Baba wa rehema, tazama mateso yetu. Tunaangamia kwa kukosa maarifa. Baba wa rehema, tazama misiba yetu. Tunaangamia kwa kukosa maarifa. Lakini wewe Bwana ni Mungu mwaminifu siku zote. Ninaomba uyaone machozi yangu na usamehe. Ninaomba usikie kilio changu na uniokoe. Natubu kwa miiko ya familia yangu ambayo shetani ameitumia kama siri ya kutufunga katika ulimwengu wa roho. Ninatanguliza damu ya Yesu inifungue kwa maneno ya rehema. Natanguliza damu ya Yesu inifungue kwa maneno ya rehema. Kila siri ya mateso yangu iliyofichwa ifunguliwe kwa damu ya Yesu ya rehema. Ifunguliwe kwa damu ya Yesu ya rehema. Ifunguliwe kwa damu ya Yesu ya rehema. Kila siri ya mateso yangu iliyofichwa na familia ifunguliwe kwa damu ya Yesu ya rehema. Ifunguliwe kwa damu ya Yesu ya rehema. Ifunguliwe kwa damu ya Yesu ya rehema. Nanyunyiza damu ya Yesu katikati ya miaka, tangu nimezaliwa mpaka sasa. Nanyunyiza damu ya Yesu. Nanyunyiza damu ya Yesu. Inene rehema kwa ajili yangu. Inene rehema kwa ajili yangu. Siri zote zilizofichwa juu ya mateso ya maisha yangu zikafutike kwa damu ya Yesu iliyomwagika. Zikafutike kwa damu ya Yesu iliyomwagika. Zikafutike kwa damu ya Yesu iliyomwagika. Siri zote za kiroho zinazovuta nguvu za giza kuyafuatilia na kuyatesa maisha yangu zifutike kwa damu ya Yesu. Zifutike kwa damu ya Yesu. Zifutike kwa damu ya Yesu ya rehema. Zifutike kwa damu ya Yesu ya rehema. Nanyunyiza damu ya Yesu. Inene rehema kwa ajili yangu. Inene rehema kwa ajili ya maisha yangu. Inene rehema kwa ajili ya nafsi yangu. Inene rehema kwa ajili ya mwili wangu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Sema asante Yesu kwa kunisikia. Asante Yesu kwa kunisamehe. Asante Yesu kwa kunipa kibali kipya.
Asante Yesu kwa kunifungulia mlango. Asante Yesu kwa kunifungulia njia katika ulimwengu wa roho. Asante Yesu kwa kunikubali tena. Asante Yesu kwa kuwa sasa maombi yangu yatapata mpenyo katika ulimwengu wa roho. Ninakushukuru Bwana. Ninakushukuru Bwana. Asante kwa kuyatakasa maisha yangu. Nami ninajikabidhi kwenye madhabahu yako. Ninajikabidhi kwenye uwepo wako. Ninaomba uyatawale maisha yangu. Ninaomba utawale historia ya maisha yangu. Nikuone wewe peke yako siku zote za maisha yangu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ninaomba kuanzia leo maombi yangu yafanyike kuwa harufu nzuri ya manukato kwenye madhabahu yako. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama umefanya maombi haya, napenda kukupa hongera kwa ushindi. Mungu akubariki sana. Na hongera kwa kusoma kitabu cha Luka sura ya 12 yote. Kesho tutasoma kitabu cha Luka sura ya 13. Kwa hiyo usisahau kuandaa Biblia yako na ujiandae kwa maombi pia. Lakini kabla sijamaliza kipindi cha leo, nataka nikupe nafasi ya kuokoka. Yaani kumpa Yesu nafasi aingie ndani yako na afanike kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unapookoka, unapata uhakika wa kuishi maisha ya ushindi ukiwa hapa duniani. Lakini pia unapookoka, jina lako linaandikwa kwenye kitabu cha uzima wa milele. Kwa hiyo hata kama ukifa leo, unaenda mbinguni. Hii ni habari njema sana kwa watu wote. Lakini pia tunaishi kwenye siku za mwisho, na Yesu yupo karibu sana kurudi kulichukua kanisa lake. Kwa hiyo unapookoka, Yesu anapokuja kuchukua kanisa lake, mimi na wewe na wote tuliookoka tutaungana kwa pamoja kumlaki Bwana Yesu pale mawinguni. Kwa hiyo wokovu ni mzuri sana na una manufaa makubwa kwa maisha yako ya sasa na ya baadaye. Kwa hiyo kama upo tayari na unamhitaji huyo Yesu aingie ndani yako, akuokoe na aliandike jina lako kwenye kitabu cha uzima wa milele, fuatisha maombi haya. Sema: Mungu Baba, katika jina la Yesu, ninakuja mbele zako, ninaomba unisamehe dhambi zangu zote nilizotenda katika maisha yangu. Ninaomba unisamehe. Ninaomba damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani initakase sasa katika nafsi yangu, katika roho yangu, katika mwili wangu na maisha yangu yote. Bwana Yesu, nafungua moyo wangu na kukaribisha uingie ndani yangu kwa uweza wa Roho wako Mtakatifu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu kuanzia sasa na siku zote. Ninaomba unisaidie nisirudi nyuma. Ninaomba unisaidie nidumu ndani yako siku zote za maisha yangu, katika jina la Yesu. Amen. Kama umefanya sala hii, napenda kukupa hongera kwa kuokoka. Mungu akubariki sana na kukulinda siku zote. Tuonane tena siku ya kesho. Mshirikishe na mtu mwingine unayempenda ambaye unajua anaweza akasaidika na kunufaika na usomaji huu wa Biblia pamoja na maombi. Damu ya Yesu ikufunike na kukulinda. Amen.